Hujambo na karibu msikilizaji na mtazamaji wangu mpendwa wa Radio Ustawi Enzi Mpya. Mimi ni Muyere Sara Vugutsa na karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Ustawi na Afya, ambapo tunakupa elimu muhimu inayoweza kuboresha maisha yako na ya jamii yako. Leo msikilizaji, tunazungumzia ugonjwa wa kiharusi au stroke. Ni kwa nini tunazungumzia hili? Ni kwa sababu ugonjwa wa kiharusi unaweza kumwambukiza mtu yoyote wakati wowote, na kila sekunde tunapozungumzia tiba yake huhesabika. Leo msikilizaji, tumemtembelea Bwana Davis Kilibwa, afisa mtaalamu wa afya ambaye anaenda kutujuza kuhusu ugonjwa huu. Karibu sana Bwana Davis, labda tueleze wewe ni nani, ni wapi unatoka na ni nini hasa unafanya? Asante sana mtangazaji Sara. Mimi naitwa Davis Ochala Kilibwa. Mimi ni public health practitioner. Natoka maeneo ya Luanda na that is Babusi sublocation Matunda. Labda tukizungumzia huu ugonjwa wa kiharusi au stroke, ni nini maana rahisi ya kiharusi ambapo msikilizaji wa kawaida anaweza kuelewa? Kwa msikilizaji wa kawaida, Madam Sara, kiharusi in simple terms mtaani inajulikana kama stroke. Na stroke from a scientific definition ni a brain attack ambayo ina happen wakati brain cells zinakosa ile oxygen na nutrients. Labda msikilizaji angependa kuelewa huu ugonjwa wa kiharusi una tiba? Mtangazaji, ile kitu nitaweza kusema ni kwamba stroke on itself ina tiba. But most mgonjwa akijipata ame experience stroke, in most instances inakuwa management ya hiyo condition, ambapo anakuwa na ile inaitwa palliative care. Napata a medical expert ambaye ataweza kumsaidia kuangalia. Kwa mfano, ukipata mgonjwa mwenye amepata stroke ambayo ilitokana na kuweza kuwa na kitu kama myocardial infarction ama kuweza kuwa na kitu kama clot, huyo mgonjwa inafaa akue katika mikono ya daktari ambaye ataweza kumsaidia kuangalia ile condition ambayo ili lead to stroke na zile effects ambazo zinaweza kuletwa na stroke. Labda tukimalizia, ni vipi unaweza kuhimiza jamii ambayo ina mgonjwa ambaye ana ugonjwa wa kiharusi? Mtangazaji Sara, ile himizo ambayo anaweza kuhimiza jamii, especially community members, ni kwamba first, stroke is a very demanding condition, especially kiweza kuwa na mgonjwa ambaye ako na stroke. Inakuwa very demanding, maana kwa mgonjwa anataka support na anataka help. Utapata kuna mwingine hadi hawezi inua mkono, akaweze kula, hawezi kutembea sometimes, so they need love, especially the victims ambao wameza ku experience this stroke. They need love, they need care, they need to be supported in their daily activities, especially having meals, to bath, to eat. So ile kitu ambacho naweza himiza jamii ni kwamba ushirikiano kwa muhimu, na mpende mgonjwa, msimchukie. Hiyo itamsaidia katika hiyo palliative care yake. Alafu kitu kingine ni kwamba tafuta matibabu ya kuweza kumsaidia, juu huenda huyo mgonjwa alipata hiyo stroke kutokana na an underlying condition, labda a brain vessel ama mshipa ilikatika ama iliweza kupata ilikuwa blocked. Sasa anahitaji ile kusaidiwa na a medical expert. Alafu kitu kingine ambacho naweza himiza jamii, kuna kuanga na zile risk factors ambazo zinaweza kufanya watu katika jamii yetu wakaweza kupata huu ugonjwa wa kiharusi. Cha kwanza, vile tuliongelea, ni age. Wakati unafika huo umri wa kwanza kuwa kupanda kidogo, kianza kwa mzee, tuseme kuanzia 55 60 kwenda, anza kuangalia, enda hospitali ukafanywe medical check-ups, zikuwe regular, zikuwe routine. Enda tu kule ukaweze kuwa screened, wakaweze kuwa na kama uko na any underlying factors ambazo zinaweza lead to this. Another thing, kwa wagonjwa ambao si wagonjwa ila watu ambao wako na hii condition ya obesity, unaweza kufanya mazoezi kidogo, angalia diet yako, ukaweze kupunguza kilo kidogo, manake being obese it's a risk factor. Kwa wagonjwa ambao wako na diabetes, enda angalia mtaalamu wa afya hospitalini akaweza kusaidia uone vile uta control your diabetes. Kwa wagonjwa ambao wako na hypertension is another risk factor ambayo inafanya mishipa ama damu inakimbia kwa kasi sana, na hii pia inaweza changia kwa kuweza kupata stroke.
Sasa ile nitaimiza especially watu ambao wanafanya kazi in conditions ambazo ziko harsh. Unapata mtu anafanya kazi kwa high temperature places, tafadhali tafuta vile unaweza fanya kazi na cool place. Another thing ni kwamba kwa wale ambao wanatumia pombe kwa sana, punguza tu pombe. Na wale watu ambao wanavuta sigara, ukivuta sigara especially na kuna mgonjwa mwenye ako na heart conditions ama watu wagonjwa wenye wako asthmatic, hizo ni factors ambazo zinaweza lead to mtu kuweza kuwa na stroke. Sasa ile kitu ambayo nitaweza kuhimiza jamii especially ni kwamba tuangalie hizi risk factors ambazo nimeweza kusema, na tuangalie ile njia ambayo tunaweza kusaidia kupenda wenzetu ambao wako na hizi conditions ambazo zinaweza lead to having stroke. And another thing ni kwamba our government should equip our hospitals and carry out sensitization drives to make sure kwamba watu wanaenda hospitalini wanakuwa screened, wanaangalia kama wako na underlying health conditions ambazo zinaweza lead to stroke. Alafu another thing, kwa wale watu ambao wako na myocardial infarction, ambao kwa na labda ugonjwa wa moyo, huwa wanasema ugonjwa wa moyo, I think I'm using that term itakuwa much easier. Mostly tumeona watu wengi huwa wanakufa asubuhi ambapo wameenda kuoga. Wakati unajua uko na heart issues, ukienda kuoga, make sure wakati unaanza kuoga anza kuosha miguu ukipanda hivyo kama ni maji baridi. Usianze tu kujiwekea maji kwa kichwa. Hiyo ndio huwa ina lead kwa moyo kushtuka na inaleta issues za stroke. Alafu the very last thing ni kwamba public health officers, make sure you are working with the community members, carry out advocacy on stroke, sensitization and mobilization the resources to make sure kwamba watu wanajua hizi risk factors ambazo zina lead to stroke, na tuangalie vile tunaweza kusaidia jamii zetu. Asante sana mtangazaji Sarah for this opportunity to talk to wananchi today. Asante sana Bwana Delvis kwa ufafanuzi huo muhimu. Wasikilizaji, tumesikia kiharusi kipo karibu na kinaweza kuzuilika. Na hayo ndio yalikuwa makala ya afya kwa leo. Asante kuwa nami hapa Radio Ustawi. Mimi ni Muyere Sarah Vuguta na kutakia afya njema, maisha mema na siku yenye matumaini. Kwa maoni au maswali tutumie ujumbe kwenye WhatsApp au SMS kupitia 0722207741 au pia unaweza kutuma barua pepe kwa radioustawi2018@gmail.com. Pia usisahau kupakua app ya radio kutoka App Store au Play Store ili usipitwe na vipindi vyetu. Kumbuka, hii ni Radio Ustawi, enzi mpya.